Jamani, najua uko bize kidogo, lakini naomba unisikilize angalau dakika 5. Kuna kitu utajifunza hapa na kuna kitu utaondoka nacho ambacho itakuwa ni faida kwako. Kuna vitu ambavyo vinachanganya watu kiasi cha kwamba mtu anashindwa kuelewa ni kwa nini inatokea hivyo. Leo nataka niongee na wakina dada, wale wadada kabisa, wale warembo. Ni kwa nini hawaolewi? Alafu pia kisingizio kikubwa inakuja inaonekana kwamba wanaume ndo huoaji hamna. Yaani wanaume hawaoi. Ngoja nikwambie kitu kimoja, wewe mdada unanisikiliza. Shida sio kwamba hakuna waoaji. Wanaume wapo wa kuoa, isipokuwa tatizo ni kwako wewe mwenyewe dada. Kwa sababu gani? Kwa sababu wewe unataka kuolewa lakini umeweka limit. Yaani umeweka mipaka. Yaani kuna mwanaume unayemtaka wa design ambayo umeshajipangia. Kwa mfano umeshajipangia kwamba mimi nataka mwanaume mwenye pesa. Umeona? Unataka mwanaume mwenye pesa ndiye akuoe. Lakini wakati huo unakuta mwanaume yule mwenye pesa anashindwa kumwoa huyu mwanamke ambaye anahitaji pesa, anaenda kijijini kutafuta mwanamke ambaye hana chochote ndo anamuoa. Lakini wewe mrembo kabisa, wewe ambaye unataka mwanaume mwenye pesa, basi mwanaume anakuja kukutafuta lakini sio kwa lengo la kukuoa. Kwa sababu katika watu ambao ni wabaili matajiri namba 1. Kwa sababu zile gharama ambazo wewe unatumia katika kuvaa na katika kupaka, gharama zile za mafuta unaonunua ya gharama. Kwa hiyo tajiri anahisi kwamba hizo gharama ambazo utazihitaji kwake zitapunguza mtaji wake. Kwa hiyo anaona kwamba wewe utamfilisi. Matokeo yake anaenda kufanya nini? Anaenda kwenda kuoa kijijini. Shanielewa mpaka hapo? Wewe sasa unaanza kulani maana sijui nini, nadanganywa kila mwanaume akija. Hapana, ni wewe mwenyewe umejiloga, kwa sababu wewe ndo umetamka katika kinywa chako wewe mwenyewe kwamba sihitaji mwanaume maskini, nataka tajiri. Na pengine Mungu anataka kuletea mwanaume ambaye ni maskini. Huyo maskini unayemuita maskini huijui kesho yake. Kwa hiyo inawezekana wewe unapitia changamoto kwa kuwakataa wanaume maskini ukihisi kwamba